kukusaidia wakati mipango ya Mungu inakuwa katika namna hii. Kitabu kile cha Yeremia ile sura ya 29 mstari wa 11. Biblia inasema, nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Sasa Biblia inazungumza kwamba Mungu anajua mawazo anayotuwazia. Maana yake ni nini? Tunapokuwa tunaendelea kuyaishi maisha, na mimi ninapofafanua kwa habari ya kukaa kwenye mfumo ambao Mungu ameutengeneza, kwenye mfumo wa Mungu anasema anayajua mawazo anayotuwazia. Na anasema yale mawazo ni mema, si ya mabaya, kwa ajili ya kutufikisha kwenye kusudi. Anasema kwa ajili ya kutufikisha kwenye kusudi, siku za mwisho, manake kwenye kusudi. Kwa kama Mungu anajua mawazo anayotuwazia na ni mema, anataka kutuambia kwamba kwenye mfumo ambao tukikubali kuishi kule ndani ametuwekea mpango. Bwana Yesu asifiwe. Ametuwekea mpango ambao anatutambulisha kwa neno linaloitwa mawazo. Mawazo yanatengeneza mpango. Ndio maana mawazo yakiwa katika hali ya mtiririko tunasema ni fikra ya mtu. Fikra ni mkusanyiko wa mawazo ambayo yanatengeneza msimamo ndani ya mtu kiutendaji. Kwa kama ni mtiririko wa mawazo ambao una msimamo wa kiutendaji ndani ya mtu, unatengeneza kitu kinachoitwa mpango. Kwa kama Mungu ana mpango kwenye mfumo aliotutengenezea wa kutupatia mema, je, kwa nini uende nje ya mpango wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Maana lazima ukubali ukae kwenye mfumo. Alafu anaenda mbele zaidi, anasema kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza 4:17, kwa sababu hii anasema, nimemtuma Timotheo kwenu, aliye mwanangu mpendwa, mwaminifu katika Bwana, atakayewakumbusha njia zangu zilizo katika Kristo, kama vile niwafundishavyo kila mahali katika kanisa. Paulo anajaribu kuzungumza kwamba anamtuma Timotheo, si tu kumtuma, lakini ajitahidi kufundisha njia zake. Manake njia zilizo katika Kristo anasema. Manake anaposema njia zilizo katika Kristo, tukumbuke Biblia inasema Yesu ni njia. Kwa anataka kutuambia kwamba anawaambia kwamba wafundishwe njia ya Yesu Kristo. Kwa ukiwa kwenye mpango wa Mungu, kwenye mfumo wa Mungu, iko njia ambayo ni lazima ukubali kufundishwa, ambayo njia inaitwa Yesu Kristo. Kwa ukikataa kujifunza kwa habari ya Yesu Kristo, au ukimkataa Yesu, manake ndani yake umetoka nje ya mpango. Manake kwenye mfumo wa Mungu haupo. Bwana Yesu asifiwe. Ukikubali kukaa kwenye mfumo wa Mungu, iko njia lazima uikubali, inaitwa Yesu Kristo. Yesu ni njia. Kwa lazima ukubali. Na hiyo njia ndio ambayo Paulo alihubiri na akamwambukiza na Timotheo, na akamwambia Timotheo akawaambukize kanisa kwamba iko njia kwenye mfumo inaitwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapozungumza kwa habari ya njia, manake tunazungumza kwa habari ya mikakati mbalimbali ya kukusaidia kutembea kwenye mipango au kwenye mpango Mungu aliyokupangia. Kama Mungu amekupangia mpango fulani na wewe unautekeleza huku duniani, huwezi kukamilisha huo mpango ukimkataa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana pengine upo ofisini, umeajiriwa, umepata kazi kwenye ofisi fulani, au inawezekana unafanya huduma mahali popote ambapo Mungu anakutuma ukafanye, au inawezekana upo unalea familia, au ni kiongozi wa nchi mahali popote. Sasa unapokuwa katika kutekeleza mpango wa Mungu katika nafasi hiyo ambayo unaifanya, au unapokuwa katika hali ya kutekeleza majukumu ambayo Mungu amekuweka uwe mwakilishi wake kwenye eneo la ofisi ulilopo, uwe na hakika ukikataa Yesu kuwa njia kwenye kuhakikisha unaweza ukavuka kwenye kila kikwazo kinachopita mbele yako, uwe na hakika uweze ukakamilisha kile Mungu alichokikusudia. Manake lazima utaanguka njiani. Bwana Yesu asifiwe. Unataka kushinda majaribu kwenye mpango Mungu alikokupangia, kwenye nafasi, kwenye kazi ambao unaifanya, kwenye huduma unaoifanya, kwenye familia unaoichunga, familia unaoilea, uongozi katika nchi ambao umekaa kwenye nafasi fulani. Unataka kushinda vita iliyoko mbele yako, ni lazima ujue ya kwamba hauna njia nyingine. Ni lazima Yesu awe njia ili apite mbele yako akusaidie.
Ukiwa nje ya Yesu, uwe na hakika huwezi shinda vita iliyoko mbele yako. Kwa nini? Kwa sababu utakuwa nje ya mfumo. Bwana Yesu asifiwe. Na tunatamani tushinde, ni lazima ukae kwenye mfumo. Bwana Yesu apewe sifa. Nimesema, kumbuka tulikotoka ni madhara ya kutokuamini yanavyoweza kuharibu mfumo wa maisha kwa watu wengi. Na tunaangalia jambo moja ambalo ni madhara ya kutokuamini. Tumesema moja ya hili jambo linaitwa kuishi nje ya kusudi la Mungu. Ikiwa ni madhara ya kutokuamini, unajikuta tu unaishi nje ya kusudi la Mungu. Tunaangalia hilo limetupeleka kwenye uharibifu wa maisha kimfumo, kwenye maisha ya kawaida ya watu. Unasema kwa nini? Iko hivi. Nataka tuangalie mambo kama 10, kama sio 9, 8 ambayo unaweza ukaja kugundua ni madhara yanayokuja kujitokeza kwenye ulimwengu wa kawaida. Huku tunaweza tukamwona yule mtu kweli amepotea kimfumo. Kwa nini? Ametoka kwenye laini ya Mungu, sasa ameingia laini nyingine. Kwa ule uharibifu uliomkuta, ukichunguza unakuja kugundua kwamba inawezekana ikawa ni kutokuamini, kwamba hamuamini Mungu sawa sawa, na ndio maana mfumo wake wa maisha umeharibika. Unasema inakuwaje? Jambo la kwanza, madhara ya kuishi nje ya mfumo ambao yamesababishwa na mtu kutokuamini, ambayo ni uharibifu uliojitokeza kwa sababu ya mtu kuishi nje ya mfumo wa utawala wa kimungu. Jambo la kwanza, unakuta mtu anaishi maisha ya ulevi wa kupindukia. Bwana Yesu asifiwe. Yaani anaishi maisha ya ulevi wa kupindukia. Huku ulimwenguni unakutana naye barabarani, unakutana naye kwenye ofisi, unakutana naye ni nyumbani umemtembelea, unakuta mtu ni mlevi chakari. Sasa ukicheki maisha yake, ulevi ule haujaja tu kwa sababu amezaliwa awe mlevi. Umekuja kwa sababu huyu mtu kimfumo kuna namna hajawa kwenye kusudi la Mungu. Unasema inakuwaje? Hamuamini Mungu. Na kama anamwamini Mungu, imani yake sio ya kumweka Mungu karibu. Biblia inasema imani ni kuwa na hakika. Haishii hapo, inatengeneza uhakika kimatendo, kwa maana ya uwepo wa Mungu kiutendaji. Sasa mtu anamwamini Mungu, haweki pendo la Mungu wala utendaji kazi wake. Kwa kinachotokea, anakuwa kama anaamini, lakini mfumo wake wa maisha unatuambia kwamba yupo nje ya mfumo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ulevi kupindukia ni matokeo ya mtu kuwa nje ya kusudi la Mungu, na moja kwa moja ni kwa sababu hamwamini Mungu. Jambo la pili ambalo ni madhara ya kuishi nje ya mfumo. Jambo la pili, unakuta kwenye mazingira. Nataka uweze kutazama mazingira ya kawaida tulio nayo ulimwenguni, ambapo inaweza kukusaidia ili uweze kukwepa kuwa nje ya mfumo wa Mungu, ukae kwenye mfumo wa Mungu. Jambo la pili, unakuja kugundua watu ni maraya. Unakuta mtu ni maraya, au mtu ni mzinzi, au mtu ni muasherati. Sasa mtu wa namna hiyo akipindukia katika hiyo tabia, ukicheki utakuja kugundua yuko nje ya mfumo. Bwana Yesu asifiwe. Yuko nje ya mfumo. Kwa nini? Hamuamini Mungu. Unasema, mbona kuna mtu niliwahi muona mahali anamwamini Mungu, anaenda kanisani kabisa, na ni maraya, ni kahaba, ni muhuni. Mimi nitakwambia kwamba huyo hamuamini Mungu. Anaweza akawa ni mtu anayesikiliza habari za Mungu, lakini hamuamini Mungu. Kwa nini? Mfumo kule ndani una utaratibu unaotuonyesha kwamba walio katika mfumo wanatakiwa kuishi namna hii. Kwa ukiona mtu ni maraya, ni mzinzi, huyo bwana, kama una uwezo wa kuharakisha, harakisha sana, msaidie ili aweze kukaa kwenye mfumo. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine la tatu, unakuja kugundua uharibifu unajitokeza kwa kucheki. Unakuta mtu ni mwizi. Unaweza kaona mtu ni mwizi, au ni jambazi, ni muuaji, au ni mgomvi kwenye mazingira. Tabia yake inaonyesha tu kabisa kwamba ni uharibifu wa mfumo wa maisha uliotokana na mtu kutokuamini. Na kwa sababu mtu haamini, basi mfumo wa maisha unambadilisha. Anakuwa anasomeka mtaani, mwizi yule anapita, au jambazi yule anapita, au pengine mgomvi yule anapita, muuaji yule anapita. Kwa nini? Mfumo wake wa maisha uko nje ya mfumo wa kimungu. Jambo lingine, utakuja kugundua kuna watu wana chuki za hatari, wana wivu wa hatari.
Ni madhara yanayokuja kwa sababu ya mtu anakuwa nje ya kusudi la Mungu. Lakini si hapo tu, mtu hamwamini Mungu. Na kwa sababu muamini Mungu ni lazima uanguke kwenye kuwa na chuki za ovyo, wivu wa kupindukia. Na mwisho wa siku ni kwamba jambo lingine linalofuata, kuna ufisadi. Ufisadi katika nchi, ufisadi katika kanisa, ufisadi katika eneo lolote lile. Cheki watu, angalia kwa jicho pana, utagundua fisadi wengi katika taifa, wengi wapo nje ya kusudi la Mungu. Ngoja nirudie namna hii. Fisadi wote katika taifa, cheki kwa makini sana. Ukimwona yule mtu ni fisadi na una uhakika kabisa kwamba yule ni fisadi wa nchi, uwe na hakika yupo nje ya kusudi la Mungu. Hakuna mtu anayekaa kwenye kusudi la Mungu akawa fisadi. Haiwezekani, kwa sababu mfumo wa Mungu hauruhusu uwe fisadi. Utakutengenezea mazingira ya kukwepa. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine ni mtu, unaweza kugundua kuna wachawi kwenye mitaa huko unakoishi. Uchawi ni mfumo mwingine ambao mtu anaweza kautumia kwa ajili ya mapambano anayoyajua yeye, kwa maana ya kutafuta ulinzi au kutafuta chochote. Kwa mtu mchawi mahali popote, uwe na hakika yupo nje ya kusudi la Mungu, yupo nje ya mpango wa Mungu. Na kwa sababu yuko nje ya mpango wa Mungu, utakuja kugundua hana imani na Mungu. Na kwa sababu hana imani na Mungu, anatafuta kila namna ya kujiboresha katika uchawi wake ili kusudi aweze kujilinda kimaisha. Sasa nataka nikwambie, kama unanisikiliza pengine ni mchawi au unajua ndugu zako kuna wapo wengine wachawi, ni neema sasa umesikia ya kwamba yako majira ambayo ni ya kimsaada, kwamba uko mfumo bora wa kimungu ambao ni mfumo wa ulimwengu wa roho ambao Mungu ameuboresha na ametengeneza. Unazingirwa na uvuli wa Mungu ambao ule uvuli ukisimama mbele yako unaachilia ulinzi kwenye familia, unaachilia ulinzi kwenye kazi, unaachilia ulinzi kwenye eneo, unaachilia ulinzi kwenye jambo lolote unaolifanya. Kwa hautategemea mchawi kwenye maisha yako, isipokuwa utategemea ulinzi wa Mungu kwenye maisha yako kimfumo. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine, hasira nyingi wakati mwingine huja kwa sababu pendo la Mungu linakuwa limeondoka ndani, manake imani kwa Mungu wako imepungua. Mungu ameweka utaratibu, iweni na hasira msitende dhambi. Lakini anasema jua lisichwe, manake hasira ni nzuri lakini madhara yake ni makubwa, na kwa sababu hiyo haitakiwi ukae nayo kwa muda mrefu. Sasa hasira zikiwa nyingi sana, zikawa zinakaa kwa muda mrefu, uwe na hakika ni lazima utoke nje ya kusudi la Mungu. Utakaa nje ya kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wanaokaa katika kusudi la Mungu ni wale ambao hasira wanazo lakini hawaruhusu watende dhambi. Jambo lingine la mwisho, niishie kwenye ile jambo, ni mtu kuwa mzushi au kuwa na fitina nyingi kwenye eneo. Vyote hivi ni viashiria vinavyoonyesha kwamba upo nje ya kusudi la Mungu. Kwa unaweza ukajichunguza mahali ulipo, ukaangalia watu ambao wapo nje ya kusudi la Mungu niliowataja hapa katika hivi vipengele, ukajicheki na wewe ukagundua pengine uko kwenye eneo fulani. Inawezekana upo kwenye eneo la ulevi na unanisikiliza. Hebu tafuta kuingia kwenye mfumo wa kimungu ambao Yesu Kristo peke yake ndo anaweza kawa msaada wa kusaidia. Na hatuna namna nyingine, ni lazima umkubali. Ukubali kuokoka, alafu ukubali kutengeneza maisha yako ili yaweze kulindwa na Mungu mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Basi ninashukuru kwa kunisikiliza katika hayo machache ambayo nimeweza kuyafundisha. Kitabu kile cha Wagalatia sura ya 5:19 na 21 inazungumza kwa habari ya matendo ya mwili. Matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yafananayo na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hivyo hawatarithi ufalme wa Mungu. Kumbuka tulikotoka. Nimesema madhara ya kutokuamini wana wa Israeli yaliwafanya wasifike Kanani. Sasa huku tunaambia ukikubali kuyaishi matendo ya mwili, uwe na hakika ufalme wa Mungu huwezi kufika.
Kwa kumbe, ili uweze kurithi ufalme wa Mungu ni lazima ukatae matendo ya mwili. Ili uweze kukataa matendo ya mwili ni lazima mfumo ule Mungu aliyouruhusu kuishi maisha yaliyo safi ukubali. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu akubariki sana kwa kufuatilia mafundisho haya. Somo langu linaishia hapo.